Na niseme sisi kama jamii tuko na shida kubwa. Huyu William Ruto tulimchagua, alikuja hapa akatudanganya na Biblia. Kwa sababu sisi ni Wakristo, ukisema umeokoka tunakuamini. Sasa amekosea hii jamii yetu heshima. Ati katika Kenya yote pahali anatuma maharagwe na mchele watu wapewe ni hapa Mlimani na shilingi 500. Na sisi ni watu wako na bidii. Sisi rais hatutaki maharagwe, tunataka bolea. Tutapanda maharagwe yetu alafu tuvune katiguo. Sasa hii wajumbe wanamzunguka, wanaleta maharagwe hapa na mchele ya siku moja. Ni kudharau jamii yetu. Ametukera, ameona sisi ni watu bure, sisi ni watu ovyo. Ati watu ya Mlima Kenya ni watu ya kudanganywa na maharagwe, ati na mchele, ati na shilingi 500. Akina mama wanawekwa kwa tent kutoka asubuhi the whole day, alafu jioni wanapewa kila mtu shilingi 500. Ati ni empowerment. Na rais alikuwa amesema akichaguliwa kama rais, hii empowerment itafanywa na serikali. So tunaona hii ni madharau ile amekuwa nayo kwetu. Nimeona gazeti imeandika leo ati Ruto ameweka kampu ya Gachagua under siege. Si kampu ya Gachagua that is under siege. It is a community. Wacha nimwambie nikiwa hapa Rwathia, pahali ya matajiri wetu wale walijenga Nairobi, huyu Ruto hatupangii mema. Alikuwa ametopanga kutumaliza 2007, hakuweza. Wakashikana na Uhuru, tukamchagua kama deputy president. Akakuja hapa akajificha, akatubebeleza na dini na kanisa, tukamchagua kama rais. Ile kisu tulimpatia kupitia kura yetu ndio amechukua sasa, anatumia kumaliza jamii yetu. Kiongozi wote ambaye ako na msimamo ya kusimama na jamii, alianzia na mimi Rigathi Gachagua akanipiga.